nitawapatia kauli mbiu nzuri kabisa, lakini kwa kushirikiana na nyie. Na washukuruni kwanza kwa kunipa kazi. Hii kazi ya kuprint nimeifanya mimi, lakini na logo nimewatengenezea mimi, na bango lile pale pia nimewatengenezea mimi, lakini sio bure, nililipwa kidogo. Maana nasema nashukuru kwa sababu nilifanya kazi. Mimi nahamasisha kazi, sio mambo ya udugu au kupeana. Kwa hiyo vikundi vinavyoanzishwa kwanza vio vina malengo ya kiuchumi. Malengo ya nini? Ya kiuchumi, ili kupata maokoto. Mimi na wewe ni kitu kimoja. Mimi na wewe ni kitu kimoja. Wakina mama mmejiunga kwenye grupu ili muweze kuwa wamoja na muweze kuleta uchumi. Kitu cha msingi kabisa katika maisha ni kutengeneza uchumi. Uchumi unaotengenezaje? Kwanza mmoja, inabidi uanzie na kile kitu ambacho unacho. Wewe unacho nini? Kwanza unao mwili wako na unao akili yako, unaitumiaje? Hiko ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo nitakuja kusikia kwamba nyie mna miradi gani ambayo mnaitengeneza nyie kwa mikono yenu. Hivi ni kwa nini t-shirt kama hizi tungezitoa China? Zamani au watu wengine wasiokuwa wazalendo hizi t-shirt wangezitoa China, au wangeenda kumpa kazi mtu mmoja Kariakoo labda Muhindi. Lakini leo kupitia katibu wenu, katibu mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi katika tawi langu, na mimi nakaa tawi hili, kwa hiyo ni kiongozi wangu, yeye ameamua kuleta kazi kwa kijana wake kwa sababu ana support siasa, kazi, maarifa. Sasa hivi natoka kwenye siasa za majungu nikiwa na diwani wangu hapa, niko na viongozi wangu, hao wote ni viongozi wangu. Huyu ni katibu wangu wa CCM. Yes, sisi kama Ndumbwi, sisi kama kata Mbezi Juu tumeweza kuimarisha kitu kinaitwa siasa, kazi, maarifa, kwa sababu viongozi wote hao wanafanya kazi, sio majungu. Majungu tumeyapiga chini. Kwa hiyo niende mbele zaidi kwenye kikundi chenu, jamani, tuanzisheni miradi. Mimi ninaweza nikawapa miradi kadhaa. Kwanza moja, kuna mradi huu wa kuprinti. Nilimwelekeza nani kidada yangu Zainabu, ni kazi ndogo ambayo inafanyika na mimi natoa elimu juu ya kuprinti. Tunaweza tukaprinti hivyo kwa sticker, hiyo ni sticker inaitwa DTF. Tunaweza tukaprinti kwa screen, ambapo vitu vyote vinafanyikia nyumbani. Kiwanda hakitakiwi kiwe kikubwa. Yaani hapa tunaumua kazi. Yaani kazi ya t-shirt hapa tunaweza tukaiumua hapa. Mimi sina siri. Ni akili tu inatumika. Hapo ni pasi na sticker. Tumemaliza. Sawa. Kwa hiyo kuna miradi midogo tunaweza kuifanya. Lakini vile vile mimi ni mbobezi sana kwenye masuala ya ufugaji. Natoa elimu za ufugaji, na hivi ni vitabu vyangu ambavyo ni vya ufugaji. Siwezi nikagawa bure, atakayechangia atanichangia kwa sababu na mimi ni maskini mwenzenu. Mimi na wewe ni kitu kimoja. Hatunyimani. Kitabu hiki hapa, mtu atakayehitaji, ni kitabu kinaitwa kupunguza gharama za ufugaji. Atakayehitaji ni shilingi 1000. Kwa hapa atakiuza kwa shilingi 7000 tu. Hii kitabu kinaitwa Mapinduzi ya Uchumi katika Ufugaji, katika Kilimo na Ufugaji. Kitabu hivi niliviandika kwa sababu niliona kuna fursa ya kufanya uchumi nyumbani. Yaani nyumba yako, hata nyumba ya kupanga unaweza ukafuga. Ni mipangilio yako tu. Kama muda unaisha mtaniambia ili nikate. Tuna mambo mengi ya kuzungumza. Nafikiri mengine ndio kuzungumza kwenye vikao ambao vitakuwa vinahusu masuala ya ujasiriamali. Mimi nasema ninawavuvia. Baba yangu Askofu Gwajima ana neno moja, anasema na kuvuvia, na mimi nawavuvieni ujasiriamali. Na ujasiriamali majumbani kwenu. Kama unapika maandazi, yapike kitaalamu, yapaki, yaweke vizuri, lakini fanya marketing, yauze kwa viwango. Kwa nini leo tusimtaje? Kwa nini leo mtu mkubwa mmoja tajiri anauza maandazi, afu wewe unasema kwamba unauza maandazi, wewe masikini? Lakini kuna tajiri mmoja mnamjua, anauza ngano, anauza nini? Anauza na maandazi na chapati. Na kila siku anauza na koni na nini. Kwa nini wewe usitengeze ice cream wauzia watoto wadogo wa pale mtaani, waende wakanunue kwa yule tajiri?